Sauti za malalamiko ya wakulima wa Tunduru zimeibua kile kinachoonekana kama ni ufa mkubwa ndani ya mfumo wa ushirika baada ya kubaini kuwepo kwa tuhuma za wizi na udanganyifu katika chama kikuu cha ushirika Tunduru TAMCU zilizopelekea zaidi ya shilingi milioni 70 kulipwa kufidia hasara. Kwa mfano msimu huu Mheshimiwa Mbunge sasa tumelipa nadhani zaidi ya milioni 70 almost kuvilipia vyama madeni ambayo yamesababishwa na makarani. Katika mazingira hayo, mbunge wa Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe ameamua kushuka moja kwa moja na kufanya kikao kazi na viongozi wa TAMCU pamoja na AMCOS kusikiliza kilio cha wakulima waliodai kucheleweshewa malipo yao. Unatafuta karani, anafanya kazi, inatafutwa baki galani, ipo pale na inaonekana kwamba sasa ni baki galani. Tani kadhaa hazionekani. Aliyofanya yuko pale, atumpeleki kokote kwa sababu mtoto wa mjomba. Hatuwezi kuishi kwenye utaratibu ambao ni wa hovyo. Mkiwaweka watu wawili, watatu, wanne ndani, hii kesi ya kwamba sio karani, sio hawataiba. Tunachotakiwa kusema kwamba hii hali ya kwamba kila mwaka watu wancheleweshea hela lazima ianze kupungua taratibu. Akizungumzia sakata hilo, mwenyekiti wa TAMCU Musa Manjaule amekiri kuwepo kwa changamoto hizo, akisema baadhi ya makarani wanatumia vibaya utaratibu wa uandikaji wa vyeti kwa kuandika majina ya ndugu au marafiki bila mazao kuwasilishwa. Lakini kuna baadhi ya maeneo ndio tunakuwa na hao ndugu zetu ambao sio waadilifu, na mwingine sio kama atapiga, yani kwa maana sio kama atachukua hela kangomba, atacheza mchezo mwenyewe. Atachukua sasa majina ya ndugu zake au marafiki zake, atawaandika kwenye CPR. Na mwisho wa siku wala ni wajaza hewa ndio wanakuwa wa kwanza kusafiri. Wewe ukija kufuata hizo namba, wewe umpati. Mwisho wa siku alioleta mzigo mwenyewe anakuwa sasa hayupo kwenye mfumo. Kwa mfano msimu huu Mheshimiwa Mbunge sasa tumelipa nadhani zaidi ya milioni 70 almost kuvilipia vyama madeni ambayo yamesababishwa na makarani. Unakuta yeza mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi na nani. Kwa shida inaanzia hapo. Tunachokifanya sasa, kwa sababu lengo kubwa sisi ni kumsaidia mkulima kwanza, alafu baadaye hayo mambo mengine yatafuata. Ndio sasa tunakaa vikao, tunaita maafisa ushirika, tunafanyaje? Tunaangalia sasa sisi kama TAMCU tuna chochote sasa. Tunatoa sasa tunalipa nani? Wakulima wale sasa ambao kimsingi hawakusafiri, lakini kuna mtu mmoja alifanya michezo ambayo inakigharimu chama. Na sio kwamba sisi tunatoa fedha tu hivi. Tunatoa fedha, mwisho wa siku iko chama sasa. Tunapofika kwenye msimu ujao tunakata ushuru.